I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power, your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. Say, breathe, Lord. Let us look at another person in Acts. Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 6. Acts 12 verse 6. Huyu ni Peter. This is Peter. Amewekwa ndani ya gereza. He's in prison. Na asubuhi yake inatakiwa akashughulikiwe. And in the morning he's supposed to be judged. Na kilichosababisha awekwe ndani ya gereza ni nini? And what made him to be in prison? Ni kuhubiri Injili. It is preaching the gospel. Hawataki ahubiri Injili. They don't want him to preach the gospel. Anamtia gerezani. The King Herod has sent him to prison. Lakini akiwa gerezani, but while he's in prison, kitu cha kufurahisha, a joyous thing, kanisa likaingia kwenye maombi. The church went into prayer. Na wakati kanisa linaomba, and while the church was praying, Mungu akamtuma malaika wake. God sent his angel gerezani in the prison. Hakuna kilichoweza kumzuia tena. Nothing could malaika akaingia ndani ya the angel of God went into prison, akamfungua vifungo mapingu yote yaliyokuwa opened up all the chains binding Peter. Na Peter akaamshwa na malaika, and Peter was awakened by the angel. Na malaika akafungua milango yote aliyokuwa amefungwa Peter. And the angel opens all the doors which were blocked for Peter. Biblia inasema hakukuwa na mlango mmoja. The Bible says there was no one door. Kulikuwa na milango zaidi ya moja. There were more than one door. Malaika alianza kufungua geti moja baada ya jingine. Angel opened one gate after another door. Walizofika katika mlango ule wa chuma, until they reached at that final gate uliokuwa ukielekea katika nchi, which went to the city. Kuna watu wengi ambao wamefungwa na malango ya chuma. There are many people who are bound by this gates of iron, ambao hawawezi kuona hatima ya kwao. They cannot see their destiny. Hawawezi kuona baraka zao. They can't see their blessings. Hawawezi kuona kule ambako Mungu amekusudia. They can't see where God wants them to go. Hawana furaha katika maisha. They have no joy in their life. Wanachokifanya kinaharibika. Anything they do is destroyed, kwa sababu umefungiwa ndani ya gereza. Because you are in a prison. Lakini kupitia maombi, but through prayer, hiyo gereza linakutema. That prison spits you out. It lets you go. Kwa Mungu anavunja malango yote. The angel of God breaks every kind of door yote iliyokuzuia kuvuka ng'ambo. Every kind of door between you and your destiny. Unavunjwa kupitia maombi. Broken through prayer. Sikubali kukaa kimya. Do not accept to be silent. Kuna mambo yanakuharibikia. Do not accept to see things destroyed. Mungu David Oyedepo, the man of God David Oyedepo, siku moja katika video yake niliona akizungumza. One day I saw in his videos, anasema kwamba maombi, he was saying prayer ni funguo ambayo inafungua milango yote. Prayer is a master key in your life. Maombi ni ufunguo unaofungua malango yote katika maisha. Prayer is a master key in your life. Kwa hiyo unaweza kutumia funguo maombi kufungua kila mlango kwenye eneo lote la maisha. So you can use the master key of prayer to open every door in your life. Inawezekana kufungua mlango katika elimu. It is possible to open doors in education. Wanasema kwamba katika familia yetu hakuna aliyefika sekondari. They say in our family no one has reached to a secondary. Wanasema katika familia yetu hakuna mtu aliyesoma mpaka chuo kikuu. They say in our family no one graduated to university. Wanasema aliyekuwa na biashara ikafanikiwa. There is no one who had a successful business. Lakini wakati ule unaofungua katika maombi. But in that time you have the keys of prayer. Unatakiwa ufungue mlango. You should open that door. Nasema aliyefunga mlango unaofungua kupitia maombi. The person who binds this door, I open it katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Mara moja unaona malango yanafunguka. Instantly doors open. Tunajifunza kwa Esther. We learn from Esther. Esther sura ya 2 mstari wa 17. Esther 2:17. Ambapo Esther amepelekewa taarifa kutoka kwa mjomba wake Mordekai. Where Esther has been brought news to his uncle Mordecai. Juu ya taarifa ya kuuawa kwa wana wa Israeli wote. Concerning the plan to kill the Israelites. Esther kuanza kucheka na kusema nyinyi mkifa mimi niko salama. Esther did not start laughing and saying if you die I'm safe. Lakini alichokifanya Esther katika sura ya 2 ukianza 15 16 17 was that what Esther did in chapter 15, 16 and 17. Malkia
anatuma ujumbe, Malkia Esther anatuma ujumbe kwa Mordekai. Queen Esther sends a message to Mordecai. Waambie wakusanye watu wote. He tells them, assemble the people. Wachukue maombi ya siku 3. Let them go into prayer for 3 days. Wafunge. Let them fast na kuomba and pray. Na si nyinyi tu mtakaomba. And not only shall you pray, praying for me. Hapana. No. Na mimi nitachukua hatua ya kuomba. I will also pray. Katika siku 3. In 3 days nitakuwa nikiomba. I will pray. Wakati wameingia katika maombi. And now when they were in prayer, nini walichokuwa nakitafuta? What were they expecting? Walipokea taarifa ya kwamba wanapaswa kuuawa. They received the news to be killed. Lakini wanaingia katika maombi. But they went into prayer. Kubadilisha taarifa. To change that information. Na ili kubadilisha taarifa. To change that information. Inatoka kwa mfalme. And order comes from the king. Sasa nani atakayefika kwa mfalme? Now who should go to the king? Kaenda kichwa. It doesn't want to go without protocol. Akajua kanuni. The queen knew protocol. Kibali kinapatikana katika maombi. Favor is gained in prayer. Kama kwa mfalme natakiwa niingie kwa kunyoshewa fimbo kama ishara ya kuwa nimepata kibali. So if entering to the king must accept me by raising his staff towards me. Sina cha kunitosheleza kupata kibali kwa mfalme. Then I have nothing sufficient to gain his favor. Lazima nirudi kwa Muumbaji wangu. I must get back to my God. Yeye aliyeniweka kuwa malkia. My creator who ordained me to be king. Akaingia kwenye maombi siku 3. She went into prayer for 3 days. Akifunga na kuomba. And fasting and praying. Na Mungu akampa kibali. And God gave her favor in front of the king. Na kile kilichokuwa kimepangwa. And what was planned kikageuzwa. It was reversed. Na wana wa Israeli wakasaidia. And the Israelites were saved. Siko tayari kunyamaza. I'm not ready to be silent. Mambo hayatokee. And since things don't unajaribu kufanya hiki wewe hauna kibali. You are trying to do things you have no biashara, hakuna kibali kwa biashara. Business, you have no favor in business. Unaanzisha taasisi na hakuna kibali katika taasisi. You are starting an institution and there is no favor. Sehemu yote unafanya kazi hakuna kibali. Anywhere you work there is no favor. Unafanya kazi na ukai kwa muda unaotakiwa. You are waiting but you don't stay in a budget time. Unahitaji kibali cha Mungu. You need God's favor. Na ili upate kibali cha Mungu. And in order to get God's favor, katika maombi. Get into prayer. Ingia katika maombi. Get into prayer. Stop haraka. Yes. Mungu ana uwezo wa kukusaidia. God is able to save you. Apostle Joshua Selman anazungumza hapa, anasema Apostle Joshua Selman says kuna nyanja katika maisha, there are areas in life ambazo zinafunguka kwa mtu ambaye ni muombaji pekee, that are opened to a person who is a prayerful person only. Kuna milango ambayo katika maisha inafunguka kwa watu waombaji pekee yao. So there are doors in life which open only for prayers. Kuna levels for prayerful people. Kuna levels katika maisha. There are levels in life ambazo milango yake inafunguka kupitia watu wanaoomba, through which their doors are opened by people who pray. Kama uombe, if you don't pray, yakwisha. You are done. Faida nyingine maombi. Maombi yanatusaidia. Prayer helps us kufunguliwa na kupata ulinzi. To be delivered and have security. Kutoka katika vifungo vya adui. We are delivered from the chains of the enemy. Katika nguvu za giza. From the powers of darkness. Tunapewa ulinzi wa Mungu. And we get God's security. Zaburi 50:15. Psalms 50:15. Mungu anasema ukaniita siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Mungu anasema niite wakati wa matatizo. God says call me in the times of trouble. Yeah, call me in the times of trouble. Yes. Kisha nitakufungua, and I shall deliver you. Nitakufungua, I shall deliver you. Kwa hiyo maombi ni kumuita Mungu wakati uko kwenye tatizo pia. So prayer is also necessary during trouble. Na faida yake ni kwamba unapomuita anatokea, alafu anakufungua kutoka katika tatizo hilo nalo. And the importance is he comes and delivers you from that problem. Na ishi kukutoa, bali anakupa ulinzi. Not only does he deliver you but he gives you security. Mtu wa Mungu Smith Wigglesworth anasema hakuna pepo linaloweza kusimama mbele ya mwombaji. The man of God Smith Wigglesworth says that there is no demonic influence which can stand before a prayerful person. Kwa hiyo wakati wote kama unaomba, so to a prayerful person, Mungu anajihusisha na wewe. God engages with you. Anajihusisha na wewe. He engages with you. Kutoa katika changamoto ulionayo. To take you out of your trouble. Lakini pia anakulinda. And he gives you security. Anachilia ulinzi. He releases security. Hakuna nguvu yote ya adui itakayofanikisha kufika kwako. There is no any power of the enemy to reach you. Maombi yanasababisha nguvu ya Mungu kama ulinzi kwenye maisha yako. Because the prayer causes security in your life. Apostle Joshua Selman anafundisha, anasema kwamba Apostle Joshua Selman says maombi ni silaha inayotengeneza ukuta
ukuta wa moto kuzunguka maisha yako. Prayer is a weapon which creates a wall of fire around your life. Mimi ninapoomba ninathibitisha ule ukuta wa moto uliozunguka maisha yako. So when I pray, I manifest that wall of fire in my life. Ninazungusha ukuta wa moto kwenye kila eneo la maisha yako. I am building up a wall of fire through prayer. Marko 5:27. Mark 5:27. Yesu Biblia inasema aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Huyu ni habari ya yule mama. This is also concerning that woman we have seen, aliyekuwa akivuja damu kwa miaka 12, who was bleeding for 12 years, ambaye utasoma Marko 5:27-29 whom you shall study in Mark 5:27. Naweza nikakusomea kwa haraka. I can start for you. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano wa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu moyoni mwake kwamba amepona msiba ule. Huyu mama alifika kwa Yesu akafunguliwa. This woman came to Jesus and she was delivered. Yalikuwa ni maombi kwake. It was her prayer. Aliamini ya kwamba Yesu atamponya. She believed Jesus could heal her. Yeyote yule anayeingia katika maombi kwa ajili ya uhitaji wake, Mungu anamfungua. Anyone who goes into prayer because of their need, God delivers them. Yohana 5:7. John 5:7 anasema, na huko Yerusalemu kwenye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 30 na minane, miaka 38. Huyu mtu alikuwa hawezi, amepooza, anaumwa. We see an individual who is paralyzed for 38 years. Na mstari wa 6 unasema, Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yesu anamuuliza, unataka kuwa mzima? Jesus is asking this paralyzed individual, do you want to be healed? Uhitaji wa huyu bwana ulikuwa ni kupata mtu wa kuweza kumsaidia aingie katika kisima aweze kupona. The demand of this person was to get someone to help him to get into the well to be healed. Na mtu ambaye yuko mbele yake wakati ule anamwambia, unataka kuwa mzima? And the immediate person in front of him is telling him, do you want to be healed? Kumbe ndio huyo mtu ambaye ni mzima. But it is that same person who is healing itself. Ameleta uzima wake. He has brought his healing. Huyu mtu akaanza kuelezea hitaji lake. And this person started ninahitaji mtu wa kunisaidia, saying, I need someone to help me to move me, kupata uzima wangu, to move me to my salvation. Yesu akamwambia, God tells that mara ile at that moment ajituke godoro yote. Jesus told him to take away his mattress and leave. And he was healed in an instant, kwa sababu Yesu alimponya, because God healed him kutoka katika uhitaji uliokuwa nao, from the demand he had. Unapokuwa katika maombi, when you are in prayer, unafunguliwa kutoka katika kifungo ulicho nacho. You are delivered from the from the chain which you have been bound with. Wakati mwingine kupitia maombi tunasaidika zaidi ya matarajio yetu. Sometimes in prayer we receive help more than our expectation. Unaweza kuwa ni kama yule mtu ambaye alikuwa na mtazamo wake ulikuwa ni kwamba nipate mtu wa kunisaidia kuingia kwenye. You might be like that individual who was only thinking of someone to move them, lakini kumbe amekuja mponyaji. But it was the healer himself. Unaweza ukawa katika changamoto ulionao. You might be in your trouble. Upo katika mambo mbalimbali. You are in various things. Ambapo unaona ni kama unahitaji watu wa kusaidia. You think you need people to help you move. Lakini Yesu yuko tayari. But God is ready. Kama ni eneo la kuleta watu katika hilo kufanikisha, ataleta watu. If it is about bringing people, Jesus will bring people. Kama ni kuleta vitu, ataleta vitu. If it is bringing things, Jesus will bring things. Kama ni kukupa kibali kwa ajili ya kazi, atakupa kibali. If it is giving you favor in your work, God will give you. Kama ni uponyaji, atakufungua. If it is healing, He will heal you. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, yeye anakufungua. If it is any health challenge, He will deliver you. Chochote ambacho kimeharibiwa na adui, anaweza kukufungua kutoka kwenye uharibifu. Anything destroyed by the enemy, He can deliver you. Eneo lolote la maisha yako, in any area of your life, Yesu ana uwezo wa kufungua. Jesus is able to deliver. Faida nyingine ya maombi, another importance of prayer. Maombi yanatusaidia kutembea katika mapenzi ya Mungu. Prayer helps us to move in God's will. Yesu mwenyewe anatufundisha. Jesus himself is teaching. Anasema katika Luka 22:42. He's saying in Luke 22:42, akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki.
walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Yesu anatufundisha kwamba mapenzi ya Mungu ndio ambayo yanapaswa yatendeke hata katika maombi yetu. Jesus is teaching us it is the will of God which should be done even in our prayer. Maombi yetu yanapaswa kuwa katika mapenzi ya Mungu. Our prayer should be a subset of God's will. Hatupaswi kuomba katika shauku ya kwetu pekee. We should not pray only out of our passions, bali shauku yetu ijengeke katika mapenzi ya Mungu. But our passion should be built from God's will. Kwa hiyo unapokuwa unataka kwenda kuomba, so when you want to go into prayer, unatafakari juu ya mapenzi ya Mungu. You meditate on God's will. Na kwa sababu maombi yenye ufanisi ni maombi ambayo yako sambamba na mapenzi ya Mungu. And because effective prayer is the one which is in alignment with God's will. Na ukisha litambua hili, and once you are lazima utatafuta kujua uko kwenye mapenzi ya Mungu, and you will want to understand if you are really in God's will. Ili na unapoomba katika eneo hili fulani, so that when you are praying for a specific area, unajua mapenzi ya Mungu ni yapi. You know what the will of God is. Kwa hiyo moja ya faida ya maombi, so one of the importance of prayer, ni kutukumbusha kurejea katika mapenzi ya Mungu. It is reminding us to get back to God's will. Faida nyingine ya maombi, another importance of prayer, ni kutusaidia kuachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. It is to help us to release the power of the Holy Spirit. Nguvu ya kufanikiwa, the power to succeed. Nguvu ya kufanikiwa, the power to succeed. Nguvu ya kuongezeka, the power to nguvu ya kusababisha mambo kutokea, the power to cause changes. Yakobo 5:16. James 5:16 anasema maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Prayer of a righteous person, it is of high value if they pray in diligence. Yana nguvu anapoendelea kuomba. It is powerful as they keep on praying. Yanasababisha mambo kutokea. They cause changes. Yanasababisha mambo kwenda. They cause things to yanasababisha maono kufanikiwa. They cause visions. Yanasababisha mipango kufanikiwa. They cause plans to yanasababisha wagonjwa kupona. They cause people who are sick to be healed. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 2 anasema Acts 3:2 na mtu wa mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Huyu ni mtu ambaye amekuwa na desturi ya kukaa nje ya hekalu pale mlangoni. This is a person we see a person who used to sit at the door of a temple. Lakini alipowaona Petro na Yohana, and once he saw Peter and John, akanyosha mkono wake kuomba kutaka kitu kutoka kwao. He raised his hand to ask for kama ilivyo desturi yake, as it was his culture. Lakini ukisoma mstari wa 6 anasema, but verse 6 says, Peter alimjibu, Peter answered to him, akamwambia mimi sina fedha. He said, I don't have money, wala dhahabu, neither gold, lakini nilicho nacho ndicho shall give. Akasema kwa jina la Yesu Kristo Nazareth, in the name of Jesus of Nazareth, simama uende. Rise and walk. Peter anamwombea, Peter prays, anatamka katika jina la Yesu, simama uende. He says in the name of Jesus, simama uende. Walk and move. Simama uende. Walk and move. Maombi yanasababisha kuachiliwa kwa nguvu. Prayer causes power release. Nguvu ya uponyaji. A release of healing power. Rejesho. A release of restoration power. Kusababisha matokeo chanya. A release of positive changes. Katika Ayubu 22:26 anasema, in Job 22:26, utakusudia jambo na hilo litatokea. You shall aim for something and it shall be so. Maana yake utazungumza, you shall speak, utatangaza, you shall declare, nalo litakuwa, and it shall be. Katika maombi tunazungumza, in prayer we declare, na kisha tunaona nguvu inatokea, and we see powerful things happen. Kupitia kuzungumza katika maombi, through praying in prayer, nguvu ya Mungu inatembea. The power of God moves. Smith Wigglesworth anasema maombi ni ufunguo wa nguvu za Mungu. Smith Wigglesworth says that prayer is God's key. Na Apostle Joshua sema yeye anasema maombi yana nguvu ya Mungu mwenyewe. Smith said that prayer is the key of God's power, and Apostle Joshua Selman says that prayer is actually God's power itself. Maombi yanasababisha nguvu ya Mungu. Prayer causes God's power. Kwa hiyo anasema ya kwamba katika ufalme wa Mungu, so he is saying in the kingdom of God, nguvu ya kutoka katika ufalme wa Mungu,
the power coming from the kingdom of God, ama nguvu katika ufalme wa Mungu, or the power within the kingdom of God, inaachiliwa kupitia maombi, is released through prayer. inaachiliwa kupitia maombi, Is released through prayer. Hiki ndicho Apostle Joshua Selman anafundisha. This is what Apostle Joshua said. And I also ya believe kwamba ninapoomba that once I pray, inaachilia nguvu ya ufalme wa Mungu, I release the power of the kingdom inaachilia of God. nguvu ya ufalme wa Mungu. I release the power of the kingdom of God. Yote ya maisha ya So kwangu, in any area of my life, ili niachilie nguvu ya so ufalme wa as I can release the power of Mungu, God, lazima niombe. I must Na pray. wewe ili uachilie nguvu ya ufalme wa And in Mungu, order for you to release the power of the kingdom of God, you must pray. faida nyingine ya maombi, And by importance of prayer, inasababisha uponyaji. it causes healing. Si tu uponyaji wa Not mwili, only physical healing, uponyaji wa nafsi, but the healing of the si tu soul. uponyaji wa Not nafsi, only the healing of the uponyaji soul, wa roho. but the healing of the spirit. Tunapokuwa katika maombi, When we're in prayer, miili yetu inapokea our afya. bodies get health. Yakobo 5:15 James 5:15. anasema kule kuomba kwake kwa imani Yes. kutamuokoa mgonjwa yule. And he says, by praying in faith, that sick person will be healed. Maombi imani yanasababisha mgonjwa kupokea uponyaji. A faithful prayer causes healing. Waraka wa kwanza Yohana 5:14 anasema, 1 John 5:14. na huu ndio ujasiri tulionao kwake, And this is the confidence we have in him, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake anatusikia, that once we pray in accordance to his will, he na hears us. kama tukijua kwamba anatusikia, And if we know he hears us, tuombacho chochote, whatsoever we pray, tunajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. we know that we have received of him. Kwa hiyo haijalishi ni udhaifu wa aina gani, It does not matter what kind of infirmity. unapoomba unapokea uhitaji wako. Once you pray, you receive your needs. Na moja ya uhitaji ni uponyaji, And one of your needs is healing. ni afya njema. It is good health. Kwa hiyo unapokea uponyaji. You receive healing. Maombi yanasababisha uponyaji wa nafsi, mwili na roho. Prayer causes healing in the body, in the soul, in the spirit. Faida nyingine ya maombi, Another importance of prayer. maombi yanasababisha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Prayer causes God's presence in our Maombi lives. yanaalika uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Prayer invites God's presence in our Katika lives. Zaburi 145:18 Psalms 41:18. inasema, Bwana yu karibu kwa wote wamwitao. He says God is near to all of those who call upon him. Apostle Joshua Selman anafundisha, anasema maombi yanavuta uwepo wa Mungu. Apostle Joshua Selman teaches and says that prayer attracts God's presence. Na pale ambapo Mungu yupo kila kitu kinabadilika. And where God is, everything changes. Kwa hiyo tunapoomba tunasababisha uwepo wa Mungu utokee katika eneo tulilopo. So once we pray, we cause God's presence to manifest. Mtu muombaji anatembea na uwepo wa A Mungu. prayerful person moves with the presence of God. Kokote anapokwenda anatembea na uwepo wa Mungu. Wherever they are, they move with God's presence. Wakati wowote anadhihirisha uwepo wa Mungu. Anytime they manifest God's Kwa presence, sababu ya maombi. it is because of prayer. Hauhitaji kuwa mkavu. There is no need to be Unahitaji done. kuomba. You need to be prayerful. Endelee kuomba. Continue Kama praying. ambavyo tuliona katika sehemu ya kwanza. As we saw in the earlier session, Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 33. in Exodus 33, Musa alipokuwa anamwambia Mungu, uso wako usipotoka hapa hatutaondoka. when Moses was saying that God, if your presence won't come with us, we won't move. Na Mungu anamjibu anamwambia kwamba And God uso wako answered and utakwenda says, nao. my presence will go with you. Na Isaya sura ya 63:9 anasema, In Isaiah 63:9, hapa katika mateso yao yote yeye aliteswa na malaika wa uso wake akawaokoa kwa mapenzi yake na huruma zake. Aliwakomboa mwenyewe, akawainua, akawachukua siku zote za kale. Biblia inasema wana wa Israeli walipopita katika utata, the word of God says when the Israelites were in trouble, malaika wa Mungu, the angels of God waliagizwa kuwaokoa. were directed Si tu malaika, not only angels, Biblia inasema malaika walioitwa Mungu. but the Bible says the angels which had the presence of God. Kwa hiyo kupitia maombi, So through prayer, wakamwita Mungu they called katika God vita walivyokuwa navyo, in their battles, katika matatizo waliokuwa in nayo. their difficulties, Alafu malaika wa uwepo wa Mungu and the angels of the wakatokea presence of katikati God yao, come to their midst wakawaokoa and save na them. vita iliyokuwa mbele yao. In the war which is Ndivyo ilivyo hata kwetu leo. it is the same. Unapochukua hatua ya maombi, When you take a step, malaika wa uwepo wa Mungu the angels of the wanajihusisha presence of katika mambo ya God kwako, engage in your wanaanza affairs, kushughulika na jambo moja baada ya jingine. engage with one thing after Unaweza another. usione kwa macho, You might not see it lakini with the malaika eye, wanakutoa katika utata but the ulionao. angels take you from the difficulties which you are passing through. Namtukuza Mungu kwa malaika wa uwepo wake I thank God for the angels of His ambao presence, wanawaachilia kwetu siku zote. which He releases unto us. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 5:15 Acts 15
Acts 5:15. Anasema hata ikawa katika nchi yote hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Pita akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Alafu nini kikatokea? Nayo makutano ya watu wa nchi iliyokuwa kando kando ya Yerusalemu wakakutanika wakileta wagonjwa, nao waliouziwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Yeyote ambaye alilazwa akiwa anaumwa, anyone who was laid in Peter's path when they were sick, kivuli cha Pita kilipokuwa kikipita, as the shadow of Peter was coming upon them, au Pita alipokuwa akipita kando kando yao, or Peter was moving beside him, kivuli chake kilisababisha watu wapone. His shadow could heal these people. Si swala la kivuli, it is not about the uwezo wa Mungu, it is about the presence of God. Peter alikuwa akitembea na uwepo wa Mungu. Peter was moving in the presence of God. Hatua zake zilikuwa zimesheheni uwepo wa Mungu. So his steps were contained with the presence of God. Nguvu ya adui iliyoendelea kubaki mahali ambapo Peter angepita. There is no power of the enemy which could remain there. Nguvu kutoka katika maombi. It is power from prayer. Tunasema andiko moja kwamba Peter na wana wakati walipokuwa wakienda katika hekalu kuomba. We started about Peter and John when they were going to the wasaa wa kuomba, during the hour of prayer. Ina maana watu walikuwa wanaomba. So these people were prayerful. Kwa hiyo hiki tunachokiona hapa katika kitabu cha Matendo, what we see in the book of Acts, ni matokeo ya maombi. It is the manifestation of prayer. Akiomba, Peter was praying. Sasa wagonjwa wamelazwa chini, now sick people, na kivuli chake tu on the way, watu wanaona his shadow, people were healed. Uwepo wa Mungu ulikuwa umefurika juu yao. The presence of God was overwhelming. Uwepo wa Mungu unaweza kufurika juu yao. The presence of God can be overwhelming kwako. It can be overwhelming. Unaweza kufurika kwa mwamini yeyote. It can be overwhelming to anyone ambaye ameamua kuomba, who has chosen to pray, tafuta uso wa Mungu, to seek God's face. Mungu anaachilia uwepo wake. God is releasing his katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Ninakuombea wakati huu, I pray for you that the Roho Mtakatifu, that the Holy Spirit akupe nguvu, to give you uwezo wa kuomba, give you an ability to pray, siko kwa kawaida, praying in different dimensions, kiasi cha kusababisha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. God's presence to move in your jina la Yesu. In the name of Jesus. Jina la Yesu. In the name of Jesus. Ikawe hivyo. Let it be. Amen. Amen.